Habari za asubuhi watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe kwa ajili yako. Ninayo furaha kukuona wewe ambaye umeweza kufika mahali hapa. Najua ni kwa neema ya Bwana. Siku zote huwa napenda kusema ya kwamba maisha yetu yapo kwa neema. Tupo jinsi tulivyo kwa sababu neema ya Bwana imeachiliwa katika maisha yetu. Hivyo nasi tunamtukuza yeye kwa kile ambacho ametukirimia. Uwepo wetu ni neema. Pumzi na uhai alichokiachilia kwako ni neema, na kwangu ni neema. Hivyo kwa pamoja tunamshukuru Mungu. Haleluya. Amen. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa udhihirisho wako ambao umeuachilia katikati yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu Bwana. Asante kwa ajili ya nafsi ya kila mmoja. Tazama Bwana majeshi, wakati huu tunapokuja kujifunza neno lako, wewe ukae mwalimu wetu, ukae kiongozi wetu. Ninatamka kibali kwa kila mmoja wetu cha kusikia neno lako kwa ufasaha na kulielewa vile ipasavyo. Fungua masikio yetu na macho yetu Bwana, tukaone vile Bwana uonavyo. Tuwezeshe Bwana kulipokea neno lako lile ipasavyo, vile ipasavyo. Katika jina la mwanao pekee Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakutukuza. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi tutakwenda kujifunza neno la Bwana. Tutakwenda kuangalia neno la Mungu kwa habari ya kumtumainia Bwana. Tutakwenda kujifunza namna ya kumtumainia Bwana. Mara zote katika maisha unapoishi lazima uwe na mahala ambako unapatumainia. Lazima uwe na kitu unachokitegemea. Lakini sisi kama wana wa Mungu, tumaini letu tumeamua kuliweka kwa Bwana. Tumeamua kumtumainia Mungu. Ndio maana tumeamua kuliitia jina lake katika kila hatua za maisha yetu. Kwa sababu tumaini letu sisi ni Bwana. Hatuna msaada mwingine. Ikiwa wewe ni mfanyakazi, ikiwa wewe ni mwanafunzi, ikiwa wewe ni mama wa nyumbani, dada wa nyumbani, na kwa status nyingine yoyote ile tofauti na zile nilizozitaja, bado unahitaji tumaini. Kuna watu katika maofisi wana matumaini yao. Wana vitu ambavyo wanavitumainia kutunza nafasi zao katika kazi, kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Lakini kuna wanawake katika ndoa na wanaume katika ndoa, wana vitu wanavyovitumainia kushikilia ndoa zao, kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu. Lakini pia kuna wanafunzi mashuleni, wanavyo vitu wanavyovitumainia. Unashangaa tu mwanafunzi huyu hasomi, hafanyi chochote, wala sio kama ni genius, lakini kuna kitu nyuma ya pazia anakitumainia. Unashangaa tu ukiwa kwenye mtihani, mnafanya cha kwako kinaenda kwake, hivyo anafaulu kwa sababu ana kitu anachokitumainia. Kadhalika na watu wengine wote wafanya biashara na mambo, na watu wengine pia wana vitu wanavyovitumainia. Lakini lengo ni kufanikisha malengo yao. Haleluya. Kila mmoja ana kitu anachokitumainia kwa lengo la kufanikisha malengo yake. Lakini sisi wana wa Mungu tunatumainia nini? Sisi kama wana wa Mungu, tumaini letu ni nini katika kufanikisha malengo yetu ama kufanikisha ndoto zetu? Iko haja ya kumtumainia Kristo. Kama jinsi ambavyo upande wa pili wana matumaini yao, na sisi pia lazima tusimame kwa nafasi yetu kumtumainia Kristo. Tumaini ni hali ya kuamini, ni hali ya kutegemea, ni hali ya kuweka imani juu ya jambo fulani. Lakini sisi tunamtumaini Bwana. Hivyo tumaini letu lote tumempa Kristo. Tumaini letu lote tumeliweka kwa Bwana. Haijalishi mazingira yetu yanasema nini. Haijalishi tunamtumainia katika kipi, ni kigumu ama kirahisi, sisi tunamtumaini Bwana. Haleluya. Nianze soma katika Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka wa 7. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata amehesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pa neno la Bwana
Anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine. Hii ni ishara ya kwamba neno la Bwana linatuagiza kwamba tumtumaini yeye. Kama Bwana ametuagiza kwamba tusiwe na miungu mingine, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Hivyo ndivyo ilivyo, ya kwamba kama Mungu wetu ana wivu na sisi tunatakiwa tumuheshimu yeye. Unapomtumainia mtu utamuheshimu, lakini kwa sababu sisi tunamtumainia Mungu tutamuheshimu. Nitoe mfano mfano huko halisi zaidi katika maisha ya ndoa. Mke na mume wanaaminiana, wanaheshimiana, wanatumainiana. Kila mmoja anamwamini mwenzie, anamtegemea mwenzie. Kuna hali ya kutegemeana. Na hakuna mwanaume yoyote ama mwanamke yoyote ambaye anaweza akafurahia kuona mke wake yuko na mtu mwingine ama mume wake yuko na mtu mwingine akawa na amani tena na furaha. Akasema mimi sina shida. Hata akiwa na wanawake wawili watatu hamna shida. Hata wale ambao ndoa zao zinaruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja bado ni changamoto. Kwa sababu ndoa imekusudiwa tu kuwa ya mke na mume wawili. Ikiongezeka ya tatu tayari wivu unaingia. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Mungu wetu anatuonea wivu. Hapendi kuona kwamba tunachangamana na kitu kingine. Tunaamini kitu kingine. Anataka tumwamini yeye tu. Tumtumainie yeye tu. Tunapolitia jina lake, tulitie jina lake yeye tu. Tuone kwamba yeye peke yake ndio anaweza katika maisha yetu. Unapompa Mungu nafasi ya kwanza, utamuheshimu. Unapompa nafasi ya kumtumainia, utamuheshimu. Utaona kwamba yeye ndio kila kitu kwako. Hautafanya chochote bila kumshirikisha yeye. Mtumishi wa kwanza hapa aliyetangulia katika Bible study alikuwa anaongea vitu, nikasema jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Bwana anatengeneza connection. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Ndivyo ilivyo. Huwezi kumwamini mtu kama haumtumaini. Huwezi kumtumainia mtu usiyemwamini. Nimetoa mfano wa wanandoa. Wanandoa wanaaminiana kwa sababu wanatumainiana, wanategemeana kwa namna moja ama nyingine. Vivyo hivyo, sisi watu wa Mungu hatuwezi kufanya chochote nje ya mapenzi ya Mungu. Hauwezi kufanya chochote nje ya Mungu. Unaposema ya kwamba unampenda Mungu, utaamua kumheshimu. Ukimheshimu utaziishi njia zake. Neno limesema hapa, tumesoma katika Kutoka ya kwamba mtazitia amri zangu, mtazishika amri zangu. Siku zote mtu anamheshimu yule anayempenda. Huwezi kumheshimu usiyempenda. Mtu tu kapita huko eti kasema jambo lake ukalifanyia kazi, haiwezekani, kwa sababu umpendi, umjui. Yule unayemjua ndiye utakayemheshimu. Ndivyo ilivyo. Tunapaswa tumtumainie Bwana katika mioyo yetu yote. Na kwa sababu tumeamua kumtumainia Bwana, lazima tumheshimu Bwana. Tuheshimu njia zake, tutii amri zake. Siku zote unapotii amri za yule ambaye uko karibu naye, atakupenda. Nitoe mfano mmoja kwa habari ya mazingira tu ya kawaida. Mtoto tu katika familia ambaye ni mtii sana, anafanya kila kitu ambacho mzazi wake anamuelekeza. Yule mtoto huwa anakubalika na wazazi, anapendwa, anasikilizwa. Hata akileta hoja zake zinasikilizwa na kufanyiwa kazi kwa wepesi. Kwa sababu tu huyu mtoto ni mtii na amekuwa akifanya yale yote ambayo wazazi wamekuwa akiyapenda. Anaweza asifanye yote kwa 100%, lakini kwa 100% kubwa anazofanya zinamfanya mzazi aone kwamba huyu mtoto ni mtii kwangu, ananiheshimu. Ndivyo ilivyo sisi kwa baba yetu. Tutakapomheshimu na kufanya kila ambalo anatuagiza kulifanya, hapo Bwana atatupenda, atatusikiliza. Tunapokwenda na haja zetu, tunapokwenda na hoja zetu mbele zake, atazisikiliza. Hatutapata tu yale mahitaji ya msingi ambayo kila mmoja anapata, kama vile ninavyosema kwamba Bwana anawaangazia jua lake wema na waovu, anawapa pumzi ya uhai. Kwa sababu kibaka anapumua, ile pumzi ni ya Bwana. Jambazi anapumua, ile pumzi ni ya Bwana. Changudoa kule mahali fulani anapumua, ile pumzi ni ya Bwana. Lakini si kwamba ni mwema sana mbele za Bwana au anafanya mema sana mbele za Bwana. Anafanya machukizo, lakini anapata tu zile vitu vya jumla. Lakini sisi ni wana wa Mungu, hatuwezi kupata jumla pekee, tutapata na ziada. Haleluya. Hivyo hata unapokwenda mbele za Bwana, ukamsihi Bwana juu ya jambo lolote, Bwana atakupa yale yaliyo mema na ya ziada pia. Hakuna mtu anayekwenda sokoni akafika tu
akauliza bei ya nyanya ama kitunguu, akatajua bei, afu baadaye akasema naomba nyongeza. Hata muuzaji anasema huyu zipo kweli au zinahama na kurudi. Huwezi kuomba nyongeza kabla ya manunuzi. Utanunua kwanza, then kama ni mtu wa kupenda kupewa nyongeza basi nipe nyongeza basi kidogo. Amina. Ndivyo ilivyo kwa Bwana wetu. Tunapokwenda mbele za Bwana, kwa sababu tunamtumainia, tunamtegemea, tutamsihi Bwana na kumuomba katika mengi. Tuna uwezo wa kumuomba nyongeza. Mambo mengine ambayo sisi kwetu tunaona ni ya msingi, lakini kwa Bwana anaweza kaona kuwa ni ya kawaida. Lakini kwa sababu sisi ni wanawake, yani ni watoto wake, hata tukimwomba Bwana yale ambayo unaona kuwa ni ya jinsi ya kawaida, bado pia utayapata kama nyongeza. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Unapomtumainia mtu utamwabudu. Unapomtumainia Mungu utamwabudu. Ukiweka tumaini lako kwa Bwana, swala la ibada halitakuwa hiari, itakuwa ni lazima kwako. Ikifika mahala ambapo tunasema sasa ni wakati wa kumsifu Bwana na kumwabudu Bwana, kwako itakuwa ni lazima, yani inatoka ndani. Unajua kuna ile ya kuhamasisha watu wa Mungu, simama pale ulipo, imba, changamka. Yani ukiwa unamtumainia Bwana, changamko ni lazima, ni halisi. Haleluya. Inatoka ndani. Unajua kuna ile penzi ambalo unadhihirisha katika uhalisia, limetoka ndani, liko kwenye mtima. Hata ukiongea na mtu ambaye unaona kabisa ndani yako hakupendi, wana wa Mungu, hii ni halisi. Ndani yako inaongea. Unajua vilindi vinaongea na vilindi, ndani inaongea na ndani yake. Yani ndani yangu inaweza kuongea na ndani yako. Kama mimi unipendi au kama wewe sikupendi, yani ndani yako utaisense. Kuna kitu kinakuwepo ndani. Yani vilindi vya ndani vinazungumzaga. Sina haja kukwambia jamani mimi nakupenda. Yani hata nisipokuambia, ile ndani yako na ndani yangu vitazungumza. Kuna wale watu wawili, Elizabeth na mwenzie, ambao walikuwa wajawazito. Biblia inasema ya kwamba wale watu walipokutana tu, walipoonana, vile vitu vilizungumza. Yani kuna vitu vya ndani huwa vinaongea. Haleluya. Ndivyo ilivyo kwetu. Kama tunamtumainia Bwana, kama tumeamua kumimina tumaini letu lote kwa Bwana, haitahitaji nguvu ya ziada sisi kuweza kudhihirisha kile ambacho kinapaswa kidhihirishe kwa Bwana. Swala la ibada ni la mtu na Mungu. Hakuna kiumbe yoyote anayemheshimu Mungu, anayempenda Mungu, ambaye atakubali kusujudiwa na mwanadamu mwenzie. Ukiona mwanadamu anapenda kusujudiwa, haijalishi nafasi yake, haijalishi utumishi wake, haijalishi ukubwa wake, kitu kidogo anataka baba, kwa kusujudiwa, hapo kuna kitu kingine nyuma ya pazia. Mwanadamu kama mwanadamu hastahili kupata heshima ya kuabudiwa. Mwanadamu anaheshimiwa tu kama mwanadamu wa kawaida. Anapewa heshima yake kwa nafasi yake. Lakini swala la kuabudu na kusujudu ni kwa Mungu peke yake. Haleluya watu wa Mungu. Ukisoma katika Ufunuo 19:10 nafikiri. Nikaanguka mbele ya miungu yake. Yes. Ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Yes, haleluya. Tunamwona Yohana akiwa na malaika. Alipomwona malaika aliona kuwa ameona kitu cha ajabu sana. Akaona utukufu mkubwa sana. Akataka kumwangukia, lakini hakukubali, na huyo ni malaika. Yakuma hapana, msujudie Bwana Mungu wako tu. Hata Yesu alipojaribiwa na shetani, kuna mahala alifika akasema hivi, msujudie Bwana Mungu wako. Sina sababu mimi ya kukusujudia wewe. Shetani alitaka asujudiwe. Ibilisi siku zote ni kiumbe ambacho kinapenda ibada, kinapenda kusujudiwa, kinapenda heshima. Hizo ni roho za kipepo. Shetani alitamani Yesu amsujudie ili apewe mali zote. Lakini Kristo alimwambia hivi,
imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Hivyo ni Mungu pekee anayestahili kusujudiwa. Ni Mungu pekee anayestahili kuabudiwa. Ukimtumainia Mungu, ukimwamini Mungu, utamsujudia yeye. Hautakwenda kusujudu juu ya chochote. Maisha kwa ujumla wake yanaweza kukutengenezea mazingira ya kutengeneza sujudu, ya kutengenezea ibada kwa mwanadamu mwenzio. Kwa mfano, unatafuta kazi, unatafuta labda ndoa, unatafuta biashara fulani. Katika kazi unaweza kukutana na viongozi fulani huko mbele, akakwambia mimi jambo langu ni moja tu, ukinisujudia unapata kazi. Sasa hapo kwenye kusujudu, ziko sujudio za namna tofauti tofauti. Haleluya. Kusujudia inaweza ikawa kutengeneza mahusiano ya namna moja ama nyingine. Kusujudia inaweza ikawa kutoa rushwa ama hongo ama vinginevyo vyovyote. Lakini hizo zote ni ibada za kibinadamu. Wewe rudi magotini, muamini Bwana, mtumainie Bwana, yeye atafanya. Kuna vijana wengine ambao hawajaingia katika mahusiano ya kindoa kwa sababu ya kiu na shauku ya kutaka kuingia kwenye mahusiano hayo. Mtu anajikuta ametengeneza ibada kwa mwanaume ama kwa mwanamke, kwamba ukinisujudia kidogo tu umepata ndoa. Kusujudia huko inawezekana ikawa twende sehemu fulani tukaongea vizuri, huko vizuri, sujudu. Haleluya. Wana wa Mungu, usikubali. Kama ndoa yako ipo tu, muamini Mungu, muamini Kristo, mtumainie yeye atakupa kilicho bora, atakupa kilicho sahihi. Inawezekana ni katika masomo huko, hasa kwenye ngazi za juu huko vioni, unapokuwa nisujudia kidogo tu umepata sijui ni shahada, sijui vitu gani vyako. Uende utoke naye kwa namna moja ama nyingine upate shahada. Hivyo nini vyote? Pata shahada yako ama pata elimu yako katika hali ya kumtumainia Kristo. Fanya maombi, soma kwa bidii, mtumainie yeye, atafanya. Haleluya. Na mambo mengine mengi katika maisha. Hata katika biashara, unakuta mtu anakuambia, ukichukua hiki, ukiweka hapa katika mlango wa duka lako, ama hiki katika kontena yako ya biashara, utauza. Hizo zote ni ibada. Usikubali kumsujudia kiumbe mwingine yoyote. Usikubali kumwabudu kiumbe mwingine yoyote nje ya Mungu. Muamini Mungu, mtumainie yeye, yeye atakushughulikia. Yeye atafanya kile kilicho sahihi katika maisha yako. Na utakwenda katika hali iliyonyooka, isiyo na majuto. Kwa sababu vitu vingine vinakwenda mwisho wa siku ni majuto na maumivu. Unamkosea Mungu wako, hatimaye unajikuta umetoka nje ya mstari wa kimungu. Wapo wengi ambao tuliwaona waliamua kumsujudia mwanadamu, waliamua kusujudia miungu mingine. Kweli wamefanikiwa, lakini leo hii hawana Mungu. Wamemweka Mungu pembeni. Anakwambia Mungu yupo tu, lakini kikubwa maisha yaende. Maisha kwenda bila Mungu ni nje kabisa utaratibu wa kimungu. Usikubali kuenenda nje ya mpango wa Mungu kwa sababu nyingine yoyote. Kwa sababu yoyote. Lakini kipengele cha 3, ukiamua kumtumainia Mungu utampenda. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Biblia ikasema ya kwamba amri mpya na wapeni, mpendane. Cha kwanza tupendane sisi kwa sisi. Kama tutapendana, palipo na upendo pana tumaini, palipo na penzi pana mshikamano, palipo na penzi pana imani. Huwezi kumwamini usiyempenda. Watu wa Mungu, mfano halisi ni maisha ya mahusiano. Haijalishi ni mahusiano gani. Iwe ni mahusiano ya kindoa, ya kijamii, ya kiuzazi, yani kwa maana ya mama na mwana na kadhalika, mahusiano kwa ujumla. Mahusiano ni mfano mzuri sana wa swala zima la penzi. Nje ya penzi hakuna mahusiano. Nje ya penzi hakuna mahusiano. Na mahusiano yanapokuwa yanaanza, pale katikati kuna kitu kinajengeka ambacho ni imani. Hakuna imani nje ya penzi. Huwezi kumwamini mtu usiyempenda. Na pale mahusiano yanapoanza yanahitaji imani ya hali ya juu. Nitoe mfano mdogo kwa habari ya mahusiano ya kindoa yanapoanza katika msingi wake. Labda watu watakutana, mazungumzo ya awali yataanza ya kama mimi nakupenda, sawa sawa, hatua ya kwanza. Ya pili, sawa, kinachofuata tufunge ndoa. Lini? Siku fulani.
haya mahusiano yataendelea. Baada ya hapo okay, ndoa, tutangaze ndoa, sawa. Mwisho wa siku ndoa inafungwa. Mwisho wa siku maisha yanaanza. Ndani ya maisha kuna swala zima la imani. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Yaani hebu pata picha, umekutana na mtu kanisani. Humjui hakujui. Nachukulia mahusiano ya kindoa yanayojengwa ndani ya kanisa. Humjui hakujui. Mmeanzisha mahusiano, mmekwenda mpaka mmefunga ndoa. Inahitaji imani ya hali ya juu. Na ndoa zingine zinafungwa, mwanaume hajui kwa mwanamke, mwanamke hajui kwa mwanaume. Sawa, zinafungwa. Lakini ni kwa sababu gani? Imani. Ni makosa yanafanyika kwa kuto kujenga misingi ya awali, lakini ni kwa sababu ya imani. Umemwamini mtu kupita kiasi. Unaona kabisa kwamba huyu ni mtu sahihi, na kweli anaweza kawa ni mtu sahihi. Lakini kinachopelekea kujenga yale mahusiano ya kindoa ni kwamba umeweka imani juu ya yule mtu. Ujue unatoka kwenu unakwenda kuishi na mtu usiyemjua. Sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Kinahitaji imani ya hali ya juu. Na ndio maana kuna vijana wengi wanakuambia yani mimi mpaka nifike mahali nioe bado najitafuta sana. Akienda kwa Maria anaona anakwenda vipengele 6 vimetimia, kimoja kimepungua, anaona Maria hapana. Anarudi. Anakwenda kwa Rose. Anakwenda Rose ile vipengele 5 vimetimia, 2 bado. Hapana, Rose hapana. Anakwenda kwa Janet. Janet, tuna hapana. Mwisho wa siku anakwenda anashindwa kufikia maamuzi. Sio kwa sababu hapendi kuoa au binti kwa sababu hapendi kuolewa, kwa sababu anakwenda na vitu vyake vya msingi, anakuta baadhi ya vitu vinakataa. Haleluya. Watu wa Mungu, hivi vitu vinaenda na imani. Ifike mahali umwamini mtu, iwe ni Mungu amesema kweli kweli. Na hiki kitu sio cha kukiingia kienyeji. Maisha ya ndoa ni maisha ya umilele hapa chini ya jua. Umilele wako unaweza ukawa mgumu sana chini ya jua kama utaingia kienyeji ama nje ya mpango wa Mungu. Kuna msemo mmoja ambao mtumishi wa Mungu wa mahali hapa anapenda kusema ya kwamba usiende kwa mtu kwa sababu ana television. Kwa maana ya kwamba amechukua neno moja television kwa maana ya zile maneno yanayotamkika kwa pamoja, ukamwacha mwenye vision. Anaweza isiwe television kama TV, lakini ikao mwenye vitu vya kutazamika. Unaenda kwa mtu kwa sababu ana gari, ana nyumba, ana sijui hiyo television pamoja nayo na vitu vingine. Unamwacha mtu mwenye vision, mwenye maono, ambaye hana chochote. Inawezekana ana kagodoro tu kembamba ambacho leo kasomea sekondari huko akiwa boarding ndo akaja kuanza nako maisha kafuti 3. Unapiga mahesabu unaona hata huyu sio. Mimi nadhani huyu mwenye kitu fulani angalau tutakwenda mahali kwa mitazamo yetu mabinti. Unaona huyu ndiye. Niwape tu mfano mmoja. Nakumbuka mimi wakati tunaanza mahusiano na baba. Ilikuwa uje unaanza mahusiano na mtu ambaye unaona kabisa hamna kitu. 0, mmeanza 0. Binafsi mimi nilifurahia sana hayo mahusiano. Kwa sababu katika mchakato, labda niwatie tu moyo vijana ambao hamjaingia kwenye hizo hatua. Inawezekana ni neno la akiba kwako ama ni neno ambalo litakusaidia katika maisha yako ya baadaye. Na sijui kwa nini nautoa mfano. Mimi si mtoaji sana wa mifano ya maisha yangu. Lakini kwenye hili acha niseme. Ujue Adam, nianzie hapa. Adam aliumbwa kama Adam chini ya jua, akiwa peke yake. Baadaye Bwana akamuumbia wanyama. Akawapitisha pale. Akamwambia Adamu, wape majina. Walipita wanyama tofauti. Alipita simba, akamwambia wewe simba. Akapita tembo wewe. Swala, ng'ombe, mbuzi, akawapa. Lakini hakufika mahali tembo akashtua mshipa wake. Sijui simba akamshitua akamtetemesha. Sijui ng'ombe akamchanganya akili. Walipita akawapa majina wakaenda zao. Lakini mwisho wa siku alipochomoa kitu katika ubavu wake, baada ya operation ya kimungu mwenyewe, alipoibuka tu hivi akaona kitu kimesimama mbele yake. Akasema, tenzi na zaburi zikamiminika. Mavesi yakatiririka. Huyu ni nyama katika nyama zangu, mifupa katika mifupa yangu. Wapi? Imetoka wapi? Kwa sababu tu
huyo ndiye Mungu aliyemkusudia. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Ndivyo ilivyokuwa. Nakumbuka kipindi hicho cha ubinti kama nyinyi. Wakati huo nikiwa binti kama nyinyi, mabinti na mabinti wengine. Walipita tembo, simba. Jua tembo ni mnyama mkubwa. Ana nafasi yake. Sijui kama unanielewa nikisema hivyo. Anakuja mtu yani ana sifa zote zilizokamilika. Unasema huyu ndio mume bora. Kwa sababu nikienda hapo mimi nafanya tu kugeuza hivi. Kukaanga, kupika, kupakua, kila kitu kipo. Lakini ni tembo akapita. Ila siku nilipokutana na yule ambaye Bwana alimkusudia, ambaye ndio mume, hakuwa na chochote, hakuwa na gari, hakuwa na baiskeli, hakuwa na chochote. Na maanisha, sijui kama mnanielewa. Chochote kwa maana ya chochote. Alikuwa yeye tu na maisha yake ya kawaida hivyo katika nyumba fulani za Uswahilini huko. Lakini pale ndipo Bwana aliposema na moyo wangu. Nakumbuka hata siku nafanya maamuzi ya kukubaliana na kile ambacho ndicho kilikuwa halisi katika maisha yangu. Haikuwa rahisi. Watu wote walionizunguka akasema, wewe mtoto wa upanga, magorofani, mtoto wa huko, unaenda kuolewa Uswahilini. Kwani usitulie? Shida nini? Nikasema jamani, mimi moyo ndio huko umeshaenda. Na mbaya zaidi ukimshauri mtu ambaye moyo umeenda, unapoteza muda wako. Yaani kina mama, kina baba tulioko mahali hapa, wala usithubutu kumshauri mtu ambaye moyo umeenda, unapoteza muda. Hawezi kukuelewa. Sana sana unampa topic kwenda kusema na huyo mwenzie. Ataenda kukusema, atakusema mpaka hutaamini. Kwa hiyo ilikuwa baada ya mahusiano kuanza, kwangu ilikuwa ni furaha kubwa sana. Kuna mahala nakwenda hapa katika penzi. Kwangu ilikuwa ni furaha kubwa sana. Ilikuwa nikilala, yani kulikuwa na msemo mmoja zamani, nikinywa maji na kuona kwenye glasi. Sijui kama mmeshakusikia hiyo. Nikilala na kuota wewe. Jamani, kweli kabisa sura ya mtu inaonekanaga kwenye glasi. Zamani kabla sijaingia kwenye mahusiano, nilikuwa nikisikia hiyo sentensi, mimi nilikuwa ni mpinzani mkubwa. Alafu mimi nimesoma lugha. Nilikuwa naweza kunyambua nikadadavua hiyo sentensi. Hakuna kitu kama hicho. Huwezi kumuona mtu kwenye. Lakini siku nilipoingia kwenye mahusiano nilielewa. Ina maana kubwa sana. Kila kitu unachokifanya unamuona mbele yako. Yaani ndio maana hiyo sentensi. Kila kitu unachokifanya unamuona yeye. Ukilala ukiingia tu kitandani cha kwa huyu hapa. Jamani inasumbua. Lakini ndio hivyo ilivyo. Penzi, nazungumzia penzi. Ilikuwa ikifika mahala mimi natoka kazini kwangu, siwezi kufika nyumbani bila kuwasiliana. Alafu enzi hizo hakuna simu hizi. Ilikuwa ni ahadi, afu ziko very punctual. Mkipanga saa fulani tukutane sehemu fulani. Jamani, ndani ya muda uko pale. Kituo cha daladala, mko kwenye kituo cha daladala. Acheni sasa hizi mna smartphone, mna simu, mna viswanswadu, mnapigiana simu. Haikuwepo hiyo. Enzi zetu sisi hakuna simu. Mnapanga, tukishaonana mara mwisho mkiachana, sasa tutaonana lini tena? Kesho kutwa mbali, kesho. Wapi? Pale Kariakoo Azam Baharesa. Ili mradi tu muonane, yani ile kuonana muongee tu. Hayaishi na mtu unayempenda jamani. Mnaongea hayaishi. Tunasindikizana. Mimi nakaa Upanga, yeye anakaa Kawe. Tunasindikizana, anamsindikiza mpaka kwenye kituo cha daladala. Anapanda gari. Akipanda gari naambia, ndio unaondoka, na mimi napanda. Napanda, tunaenda. Hiyo gari inaenda Kawe. Tuko Posta. Inaenda. Ikifika Moroko, mimi nashuka ili niweze kuunganisha nirudi Upanga. Sasa unashuka? Basi tushuke wote, tunashuka. Watu wa Mungu, tulikuwa tunasindikizana bwana. Yaani tunasindikizana. Lakini sio kwa nia mbaya. Yaani ni raha tu kuwa na mtu unayempenda. Sijui kama unaelewa. Mnasindikizana. Nirudi hapa kwenye andiko. Hivi ndivyo inavyotutaka tuishi. Mahusiano ya kimapenzi ni mahusiano ambayo yanakamata moyo. Moyo unaenda na kila kitu chako. Hisia, akili, kila kitu kinakwenda kwa huyo unayempenda. Vipi kuhusu Mungu wetu? Ikiwa namna hiyo, unakwenda na Mungu wako, unamtafakari hapa mpaka Loliondo. Ukifika Loliondo, sasa ndo mama mchungaji na mchungaji wamesindikizana.
Wamefika pale, mmoja anaenda huku Sheli, mwingine anarudi kwa Marozi. Haya kwa amna, ngoja nikusindikize tena. Unatoka unamtafakari Bwana huyo. Nazungumzia tafakari hiyo. Tafakari na tafakuri. Unarudi na Mungu wako unasema ngoja nikaangalie pale juu pale kwa Haji pale. Kuna unga niangalie. Unatembea na mpenzi wako mwenyewe unamtafakari. Huyu Bwana ni mzuri sana. Lakini Mungu umenitendea. Mungu nani kama wewe? Unamtafakari. Haijaishia hapo. Twende kwenye Yoshua 1 mstari wa 8. Yoshua 1:8. Yoshua 1:8, neno la Mungu linasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Hapo rudia tena. Naomba usikilize kwa makini mtu wa Mungu. Najua ni mstari mliozoea, lakini neno la Mungu halizoeleki. Kuna kifunuo hapo. Kuna kaufunuo. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Amen. Kitabu hiki cha Torati, watu wa Mungu, kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Mtu wa Mungu, unasema nini katika kutwa nzima yako ya siku? Unatafakari nini? Unaambiwa mtafakari Bwana. Kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari mchana na usiku. Ndio haya niliokuwa nayasema. Mwanadamu tu aliyekamata moyo ilikuwa nikikaa na waza, nimelala na muwaza yeye. Sasa ondoa huyo yeye, mtafakari Bwana. Lakini hapo mwishoni, hebu malizia kile mstari ka mwisho tu. Muone kitu cha ajabu katika kumtafakari Bwana. Kwenye maana? Hapo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Hapo watu wa Mungu, nafikiri mmeona kitu hapo. Ina maana katika kutafakari ndipo penye mafanikio. Ndipo utakapofanikisha njia zako, mtu wa Mungu. Tunatumia nguvu kubwa sana kufanikisha njia zetu. Tunatumia nguvu kubwa sana kufanikisha mambo yetu. Lakini unapomtafakari Bwana, ukaziishi njia zake, ukatembea pamoja na yeye, ndipo hapo chini kanuni ya kimungu inasimama. Utakapofanikiwa. Njia zako zitafanikiwa kwa sababu ya kumtafakari Bwana. Hazitafanikiwa kwa sababu ya kutembea nje ya mpango wa Mungu. Mtu wa Mungu, nje hakuna amani. Nje huko kuna giza. Nje hakuna tumaini. Tumaini liko kwa Kristo peke yake. Unapomtafakari Bwana mchana na usiku, mchana yako na usiku, hautakuwa na muda wa kumsengenya mtu, hautakuwa na muda wa kuzungumzia habari za mtu, utakaa unazungumzia habari zako na za Bwana mwenyewe. Haleluya. Habari zako na za Mungu mwenyewe. Ukiongea na mtu utaongea habari za nataka nifanye hiki na hiki. Nataka kufungua biashara. Sasa katika kuongea ndio milango inafunguka. Unaongea na mtu humjui, ana connection gani, kumbe ndio milango unafunguka. Unaongea habari zako na za Mungu. Watu wa Mungu, tujifunze kuongea mambo yetu. Tujifunze kuongea mambo ya Mungu. Ukijisikia kusengenya, msengenye Mungu. Msengenye Kristo. Ya kwamba Yesu naye amezidi. Ila Yesu alikuwa wa ajabu. Hivi kuna kutufia sisi, alianzaje? Hivi unajua Yesu anapenda kusemwa. Unapozungumzia habari za Kristo, kwako wewe ni tumaini jipya. Unapoongelea habari za Kristo, unatengeneza tumaini jipya katika maisha yako. Unaposema habari za kimungu, unatengeneza mpenyo kwenye maisha yako. Mseme anayependa kusemwa. Hakuna mwanadamu anayependa kusemwa. Mwanadamu akisikia umemsema, unaibua vita, unaibua mgogoro, unaibua kutokuelewana. Lakini Mungu yeye kwake ndo starehe yake kumsema. Sema habari za Mungu uone matokeo, uone mpenyo wako. Yaani ni raha sana kumsema mtu anayependa kusemwa. Ni heri tuzungumze habari za Mungu. Zungumza habari za Kristo. Zungumza habari zako. Unaposema habari zako kwa mtu mwingine, inawezekana ikawa ni chanzo cha connection kwako. Unaongea na mtu ukiwa unatafuta kazi, kwamba nimekaa muda mrefu na muamini Mungu lakini katika kazi. Kumbe wewe ndo ana connection. Hujapata kazi. Bwana hajafungua mlango. Lakini vitu vingine, weka tumaini kwa Bwana. Usiongea sasa kwa mtu kwa sababu mama akasema tuongee kwa watu, basi ndio unaongea. Ongea kwa yule tu ambaye sauti inasema kutoka ndani.
Haleluya, watu wa Mungu. Vitu vingine vyote tumwachie Kristo. Mtii yeye, zitii sheria zake, tii amri zake, yeye atafanya. Haleluya. Mkono wa Bwana ni dhahiri sana. Mkono wa Bwana ni dhahiri sana katika maisha yetu. Unapomtumainia yeye, utamtii. Unapomtii yeye, utamheshimu. Unapomheshimu, utamsikiliza. Ukimsikiliza, utaweka tumaini lako lote kwake. Hakuna mtu anemtumainia mtu asiyemjua. Hakuna mwanamke yoyote ama mwanaume yoyote anayekwenda kuweka tumaini kwa mwanaume wa jirani. Mimi siwezi kumpenda mume wa jirani kwa sababu hana maisha yangu. Mume wa jirani hawezi kunipenda mimi kwa sababu mimi sina maisha yake. Mtoto wa jirani hawezi kumpenda mama wa jirani kwa sababu eti mama yule ni anaonekana anavaa vizuri, kwao anakula vizuri. Hivyo mtoto atapapenda kwao, mke atapapenda kwake, mume atapapenda kwake. Na kama sivyo, basi ni kumsihi Mungu ikae hivyo. Haleluya. Ili tuweze kukaa katika mstari wa kimungu, lazima tuweke tumaini kwa Mungu. Tumaini letu likae ni kwa Kristo peke yake. Maisha yetu tukayachilie kwa Bwana. Mkono wa Bwana ni mrefu. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana sio mfupi hata usiweze kuokoa. Inawezekana tumaini letu tumeliweka kwa watu wengine. Hata hivi ninapozungumza, tumaini lako hapo ulipo tayari liko kwa mtu fulani, ama liko kwa bosi fulani, ama liko kwa mama fulani ama baba fulani. Lakini hebu leo ubadili mtazamo. Ona ya kwamba tumaini langu tangu leo nalihamishia kwa Kristo. Tumaini langu kuanzia leo nalihamishia kwa Kristo. Sitamtumainia mume wala mke wala nani wala kiumbe yoyote aliye chini ya jua ambaye anategemea pumzi ya Bwana. Nitamtumainia yeye ambaye ameshikilia pumzi zetu. Haleluya. Hebu turejeshe tumaini letu kwa Kristo, na hapo tutauona mkono wa Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Basi naomba tusimame.